kwa habari za kuaminika pindi tu zinapochipuka kutoka pembe zote za taifa la Kenya na kimataifa kwa jumla, bila kusahau uhondo wa spoti. Tegea 001 FM Uketo Momba. Ni matumaini yangu kuwa buheri wa siha popote pale unapoitegea 001 FM, ikiwa ni saa 10 alasiri majira Afrika Mashariki. Hujambo na karibu kwenye habari zetu za 001 FM. Mimi ni Amin Ngare. Wanaharakati kutoka shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri wameonyesha kidole cha lawama miungano ya walimu kwa kile wanachokisema kuwa miungano hiyo imesalia kimya baada ya kifo cha Albert Ojwang ambaye alikuwa ni mwalimu katika shule moja huko Voi, kaunti ya Taita Taveta. Wakizungumza na wanahabari hii leo, wanaharakati hao wameitaka miungano hiyo kujitokeza na kuzungumzia swala hilo na kusimama na familia ili kuhakikisha kuwa haki inapatikana. Aidha, wamekashifu vikali miungano hiyo kwa kujitokeza tu kwa masuala ya kuongezwa mishahara na kusalia kimya wakati wa kutafuta haki za mmoja wao. Pia tungependa kuuliza vile muungano za walimu hatuja wasikia wakizungumza, na huyu ni mmoja wa walimu wao. Tuje wanafikiria nini, wanawaza nini? Huyu ni mwalimu, ni kijana mdogo. Kwa nini hatujasikia hawa muungano ya hawa walimu wanapotoka nje? Ingekuwa ni kwamba wanataka kutafuta mambo ya mshahara, wangekuwa wametana, wangekuwa wako nje. Kwa hivyo wapenda wapatie changamoto. Huyu ilikuwa ni mmoja wao. Nataka kusikia sauti yao, nataka kuona kwamba wamesimama na familia ya mzee Ojwang kabla huyu kijana, ili ihakikishe kwamba kijana amepata haki. Ili vijana wengine wadogo walimu wasikose tumaini na ile kazi ambapo wanafanya katika sehemu ya walimu. 001 FM Uketo Momba. Na tukisonga mbele kwingineko ni kwamba wakazi wa kijiji cha Githiga huko Githunguri katika kaunti ya Kiambu wameamua kuchangisha fedha na kutumia nguvu kazi ya kukarabati barabara mbovu ambayo imekuwa haipitiki hasa wakati wa mvua. Barabara hiyo imekuwa kikwazo kwa usafiri wa watoto wa shule, wagonjwa, wakulima wanaosafiri ama wanaosafirisha mazao, huku serikali ikishindwa kuchukua hatua licha ya malalamiko ya muda mrefu. Kwa kutumia zana rahisi kama majembe na koleo, wanakijiji wameanza ukarabati wa sehemu kwa lengo la kurahisisha usafiri na kurejesha hali ya kawaida. Ingawa juhudi zao zimepongezwa kwa kuonyesha mshikamano, zimeibua pia maswali kuhusu uwajibikaji wa serikali katika kutoa huduma za msingi kwa wananchi wake. Barabara initially ilikuwa imeallocatiwa 4 billion wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, 4 billion ambaye haikukamilisha. Ni kama kwamba serikali ilikosa pesa juu hii barabara ifika Githunguri, kutoka Githunguri kwenda Uplands. Kwa wakati huu for the financial year 2025-2026 they have allocated 141 million which seems ni kama haitatosha. 001 FM Uketo Momba. Naye waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ameahidi kuwa serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya waliohusika na tukio lililotokea katika kituo cha polisi, akisisitiza kuwa haki itatendeka kwa kila hali. Kauli hiyo imekuja kufuatia tukio linalodaiwa kuwa la ukiukaji wa haki za kibinadamu ndani ya kituo cha polisi ambalo limeibua hasira na mshtuko miongoni mwa wananchi. Wananchi na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu wametaka uchunguzi wa kina na wa haraka kufanywa, huku wakiunga mkono msimamo wa waziri kuhusu kuwajibishwa kwa wahusika. Serikali imetangaza kuwa uchunguzi rasmi umeanzishwa na hatua zaidi zitatangazwa baada ya ripoti ya awali kukamilika. Murkomen amesisitiza kuwa serikali imejizatiti kuhakikisha kuwa taasisi za usalama zinazingatia sheria na maadili na kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. To his father, to his mother, to the wife, to the only child, Mr. Speaker, and the entire family, and to promise them that, Mr. Speaker, as a government official, I will cooperate, I will put every effort within my ministry to ensure that justice is served to this family, and, Mr. Speaker, that those who were involved in this action, Mr. Speaker, will be punished severely so that it becomes an example that, Mr. Speaker, such an act should not happen within a police custody. Mr. Speaker, I know this is not an isolated issue. The issue of police brutality. 001 FM Uketo Momba.
Familia moja katika kaunti ya Nandi pamoja na wanaharakati wa haki wamejitokeza kulalamikia usalama katika baadhi ya hospitali za umma katika kaunti hiyo baada ya mtoto wa siku 4 kupotea katika hali ya kutatanisha. Mtoto huyo amesemekana kupotea katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet, huku mama yake akitayarishwa kurudi nyumbani baada ya kujifungua. Pea hii mama, nikakata. Mimi nakwambia pea hii mama mtoto, nikakata. Alafu daktari akaambia mimi, pea yeye alafu twende turudi huko nyuma uchukue dawa. Nikafanya bila hiyo daktari ananiambia. Tukarudi na yeye. Haya hapo kwa mlango gate mahali Hochman iko. Nikaenda kusimama hapo. Hii daktari akaambia mimi, unachua mahali hiyo dawa utaweza kwenda kuchukua. Nikaambia yeye andika. Akaandika mimi kweli dawa. Akapeleka mimi akaambia mimi pita nje. Nikapita nje ya chini. Nikaenda kwa dirisha nikaleta dawa. Kurudi hakuna mtoto. Yote ama indicators sote elekeza kwamba kuna systemic problem kwa upande wa County Referral Hospital. Sio in charge na nurse mwenye alikuwa kwa chute. Tunauliza ya kwamba mtoto alipotea akienda wapi. 001 FM Uketumba. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba mwanaharakati na mchanganuzi wa sera Maka Roro Mashari amesema kwamba Wakenya hawawezi kutarajia huduma bora kutoka kwa serikali iwapo hawatoi ushuru ipasavyo. Akihutubia wanahabari katika kongamano la sera za kijamii, Mashari amesisitiza kuwa uwajibikaji wa raia ni msingi wa maendeleo ya taifa. Kauli hiyo imeibua mjadala mpana mitandaoni, huku baadhi ya wananchi wakikubaliana na hoja yake, wakisema kuwa kulipa ushuru ni wajibu wa kila raia anayetarajia barabara nzuri, huduma bora za afya, elimu na usalama. Wengine hata hivyo waliona kuwa faragha ya data na haki ya msingi inayopaswa kulindwa bila kujali hali ya kifedha ni ya mtu. Na ya kwanza ni wananchi wenyewe, willingness to pay taxes. Hivi juzi muona mita fulani wanataka kuandamana. Kisa na maana hawalipi kodi ya nyumba za county ambazo wanaishi. Napata nyumba umepewa, nyumba ni ya county government ya Nairobi, unafaa ulipe 15,000, lakini tukiangalia deni lako limefika karibu milioni, 15,000 per month, and the debt is 1 million. Hiyo ni kumaanisha hujalipa miaka ngapi? Miaka mingi. Na hiyo ni nyumba tu mahali unaishi, sembuse zile kodi zingine zote. Kwa sababu kama Nairobi tuko na bajeti ya bilioni 40. 001 FM Uketumba. Na kule kaunti ya Nandi, gavana wa kaunti hiyo Stephen Sang amesema kuwa huduma zinazotolewa na bima ya afya ya SHA zitaleta mapinduzi na kuboresha sekta ya afya nchini. Gavana Sang ameitaka serikali kuongeza malipo yanayotolewa kwenye vituo vya afya vya umma na vile vya kibinafsi ili kuchangia kutosheleza mahitaji ya wananchi. Aidha, amesema 80% ya Wakenya hutafuta huduma za afya kwenye vituo vya afya vya umma ikilinganishwa na 20% ya vituo vya afya vya kibinafsi kutokana na gharama wanazotozwa. Amesema serikali inapaswa kuwekeza katika ununuzi wa vifaa vya kisasa kama mikakati ya kuimarisha mapato na kuchangia katika kustawisha maendeleo kwenye vituo vya afya. 001 FM Uketumba. Na mbunge wa Keio Kaskazini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet Adams Kipsanai amepinga vikali hatua ya kuzingira misitu ya serikali katika kaunti hiyo na uzio wa umeme. Kulingana na Kipsanai, kwa muda mrefu wenyeji eneo hilo wamehusika kikamilifu katika utunzi wa misitu hiyo, huku wakiendeleza shughuli za kilimo na kutiwa uzio utawanyima fursa ya kufaidi. Aidha, amewasuta viongozi waliotwikwa jukumu la kusimamia misitu hiyo kwa kuendeleza ajenda zao za kibinafsi inayolenga kuwafaidi watu wachache bila kuzingatia maoni ya jamii nzima. 001 FM Uketumba. Nao viongozi kutoka kaunti ya Elgeyo Marakwet Pokot Magharibi pamoja na kaunti ya Baringo wametakiwa kushirikiana kwa pamoja kumaliza visa vya utovu wa usalama vinavyoshuhudiwa katika bonde la Kerio. Kwa mujibu wa aliyekuwa Inspector General wa polisi David Kimaiyo, hatua hiyo itasaidia kuwashawishi wakazi wa eneo hilo kukumbatia amani na maendeleo. Kimaiyo amehoji kuwa utovu wa usalama unaoshuhudiwa kila uchao katika eneo hilo
umehujumu ukuaji wa maendeleo na uchumi katika eneo hilo kwa jumla. 001 FM Uketo Mbamba. Na Wizara ya Madini imefungua afisi mpya mjini Kapenguria, Pokot Magharibi, kufuatia ongezeko la uchimbaji haramu wa dhahabu katika kaunti hiyo. Mkurugenzi wa leseni na ukaguzi wa madini Gregory Kituku amesema afisi hiyo itasaidia kuwahudumia wenyeji kwa karibu na kushirikiana na vyombo vya usalama kuhakikisha usalama wa uchimbaji unapatikana. Katibu wa utawala katika wizara hiyo David Onyancha ameeleza kuwa hatua hiyo inalenga kuboresha usimamizi wa sekta ya madini na kuwafikia wananchi kwa njia bora zaidi. 001 FM Uketo Mbamba. Na kwengineko ni kwamba seneta wa kaunti ya Turkana James Lomenen amelalamikia uhaba wa dawa kwenye vituo vya afya vya umma katika kaunti hiyo, jambo ambalo limesababisha wananchi kuhangaika wanapotafuta huduma za matibabu. Kwenye kikao cha bunge, Lomenen amesema amesema ilivyo kwa sasa wenyeji wanalazimika kununua dawa, huku akitaka kamati ya afya kwenye bunge hilo kufanya ukaguzi wa kina ili kutambua sababu za kukosekana kwa dawa licha ya mgao kutengwa na KEMSA kusambaza dawa. Aidha, Lomenen ametaka kuweka wazi mikakati na taratibu za usambazaji wa dawa kwenye kaunti hiyo, hasa maeneo ya mashinani, na mbinu za kurekebisha makosa ambayo yamekuwepo siku zijazo. 001 FM Uketo Mbamba. Msikilizaji, dakika 15 zimekatika baada ya kutimu saa 10 majira ya Afrika Mashariki, na hadi kufikia hapo sina budi ila kutamatisha habari hizi. Mimi ni Amin Ngare, zidi kutegea 001 FM kwa habari za kuaminika na vipindi vya kuburudisha.